Sawa sawa. Hasa mstari wa 7. Unamwona Mungu akiwatembelea wana wa Israel Misri. Akiwatembelea wana wa Israel Misri. Na wakati anawatembelea wana wa Israeli walikuwa idadi yao watu wasiopungua milioni 2. Watu wasiopungua milioni 2. Na kwa wasomaji wanajua kwa nini aliwatembelea. Ziko sababu nyingi. Mungu alimwambia Ibrahim, miaka 400 nitaenda kulichukua hilo taifa huko. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu analitembelea taifa, ilikuwa tu miaka 400, ilikuwa ni miaka 430. Tuko sawa sawa. Ni miaka 430. Why? Kwa nini miaka 430? Katazame sababu ya Mungu kuwaendea. Hakuwaendea tu kwa sababu ya agano, aliwaendea kwa sababu waliomba. Kwa sababu wakati amemtokea Musa, Mungu alimwambia, nimekisikia kilio cha wana wa Israeli na taabu yao. Tuko sawa. Kwa sababu ya wasaidizi wao, kwa sababu ya mateso yao wanayoyapitia. Kwa hiyo maana yake ndani ya kilio kulikuwa kuna maombi, ambayo hayo maombi walikuwa wanamlilia Bwana juu ya uchungu na juu ya utumwa mgumu waliokuwa wanapitia. Tuko sawa. Maombi yalimfanya Mungu asitulie. Maombi yalimfanya Mungu asinyamaze. Na kwa sababu hiyo akamwambia Musa, nimekutokea wewe, nimekuja Misri ni kwa sababu nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Na kilio hicho maandiko yanasema kikamkumbusha agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo alilifuata taifa ndani ya taifa. Maandiko yanasema alilifuata taifa ndani ya taifa. Hili ni taifa liliokuwa ndani ya taifa, lakini ni taifa liliokuwa linapita mahali pagumu. Tuko sawa. Na kwa sababu lilikuwa linapita mahali pagumu, Mungu hakulifuata kwa sababu ni watu wake. Eti kwa sababu kuna maagano. No. Mungu hatakufuata kwa sababu una agano katika Kristo Yesu. Kwa sababu wewe ni wa agano jipya, atakufuata kwa sababu ya agano. Atakufuata kwa sababu wewe hujanyamaza kwa ajili yako mwenyewe. Tuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watoto wa agano. Maandiko yanasema Mungu alimwambia Musa, kilichonifanya niwe hapa, nimesikia kilio cha watu wangu, nimesikia maombi ya watu wangu, nimesikia maombolezo kwa sababu ya taabu yao. Na kwa sababu ya maombi hayo imenifanya nikumbuke agano langu kwa ajili yao. Kwa sababu hiyo nitakutumia wewe kuondoa katika mateso hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niamini mimi, kama asingeinuka Farao asiyemjua Yusufu, atakiwa sukuma kuomba. Kwa sababu kuomba, watu wengi hawaombi kwa hiari. Wanaomba mpaka wakiwa kwenye shida, wanaomba mpaka wakiwa wameshindwa, wanaomba mpaka wakiwa wanapita mahali si pepesi, wanaomba mpaka wakisikia kuna vita inakuja, wanaomba mpaka wakisikia kuna njaa inakuja, wanaomba mpaka wakiona tauni inakuja. Nisikilize. Na kwa sababu hiyo, ili waombe na Mungu atumie maombi kuwatembelea, maandiko yanasema akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Tuko sawa. Na kwa sababu hiyo taifa likapita mahali ambako hapakuwa pepesi, na kwa sababu palikuwa mahali pagumu, paliwafanya wakae kwenye maombi. Na Mungu alipoona taifa limeamka, kila mmoja kwenye nyumba yake analia, kila mmoja analia, huyu analia, hakuna kumbembeleza mwingine, ndipo Mungu akawatembelea kwa sababu ya ziki yao, kwa sababu ya maombi walioomba. Na maandiko yanasema akalikumbuka agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu atembelee taifa, lazima wao waomba. Hawa waombaji ni watu muhimu. Intercessor ni watu muhimu sana. Waombaji ni watu muhimu sana, kwa sababu ndio wanaomuingiza Mungu kazini. Maombi yanamuingiza Mungu kazini. Maombi yanamfanya Mungu aliyekaa kimya asikae kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tu hali ya kusema Mungu anaona napita mahali pagumu, kwa hiyo atanisaidia akitaka. Achana na hayo maneno. Kaa kwenye maombi, humlilie Bwana. Hiyo ni kanuni. Lazima watu waombe ndio Mungu awatokezee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maombi si tu hapo, yaliwavusha wana wa Israeli katika siku za Joshua katika mto Yordan. Yaliwavusha hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu katika kitabu cha Joshua 3:17 unaona Mungu anamwambia Joshua, anamwambia ili mvuke kwenye huo mto Yordani ambao maji yake yamefurika, tanguliza makuhani wakiwa na sanduku la agano, watie miguu kwenye hayo maji. Tuko sawa. Makuhani ni watu gani? Makuhani ni wana maombi, ni watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kazi ya kuhani mojawapo ni maombi. Ana kazi nyingi, lakini mojawapo ni maombi.
Kwa hiyo Mungu akamwambia Joshua, hao makuhani waingie katika huo mto, waweke miguu yao, na wakiweka miguu yao, hayo maji yataganda mfano wa chungu. Maji ya chini yataenda na maji ya juu yataganda, wala hayatokuja. Wakiwa na sanduku la agano. Na sikia walichoambiwa. Waliambiwa na hao makuhani wakae hapo kwenye huo mto, wakae hapo mpaka taifa lote livuke. Unajua walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu wasiopungua 2,000,000. Maana yake wavuke wote. Makuhani wanakaa hapo wanaomba wakiwa na sanduku la agano, wamesimama kwenye maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ndio